watoto wanafanya nini? Wanasoma ama wanajenga mashule. Lakini hivi majuzi mimi niliweza kuona Turukana kuna shule zimewezwa kufunga for 10 years tangu hizi shule ziweze kufamiwa, hiyo Turukana iweze kufamiwa na majangili, na hizi shule zikaweza kufungwa mpaka sasa hivi, mpaka 2024 2026 hizi shule hazitaweza kufunguliwa. Na ndivyo tunaona hii serikali ambayo iko inasema ya kwamba waliweza kujenga mashule, hiyo Turukana wameweza kujenga mashule mahali kwa hii nchi yetu ya Kenya, watoto wanasoma. Na kama sisi wananchi wa Kenya tunavyoona, mpaka hata nikaona kuna jamaa mmoja aliweza kuongea about hii serikali ambayo iko saa hii, wakasema ya kwamba wanasema eti watoto wanasoma, mashule zimejengwa. Na hii Turukana ukiangalia hizi shule zimepaki mahami, ziliweza kubomolewa na hii majangili. Watoto walitoka kwa hizo mashule hata hawajulikani wengine wako wapi. So sisi tunaambia kama serikali wasitembee. Sisi tunaona wanazurura na mapesa, wakizurura eti nyota sijui nini. Hii nyota sisi tunasema ya kwamba kama Wakenyans waende wajenge hizo shule za Turukana, watoto wafanye nini? Waweze kurudi mashule. Wawache kudanganya Wakenya na uongo mwingi yenye haina mbele wala nyuma. Hii serikali imeangusha wananchi wa Kenya. Na uongo mtupu usiku na mchana. Hakuna kazi ambayo hii serikali ya UDA inafanyia wa Kenya. Hakuna kazi. Wache kudanganyana. Asante. Jambo lingine nilimsikia Murkomen na tukaona hata si kwa ndege peke yake, tuliona wanamulikwa wanavyoenda. Hata niliona wakiwa kwa gari wanamulikwa mahali wanatembea, mahali wanapita wakienda. Tukaona hata gari ambayo waliweza kupewa, ile gari ile kubwa ile ikaweza kupikwa na mawe hapa Kisumu. Hili jambo sisi kama wananchi wa Kenya tunakashifu. Ni nini wanatafutia akina Sifuna? Wanataka kuua akina Sifuna sababu ya nini? Sisi hatujaona makosa ya akina Sifuna na Babu Owino na kurupu ingine akina Orengo. Hatujaona makosa hata kidogo. Kama kuna makosa watuonyeshe. Alafu tumeona tena mikutano zao wanaweza kufanya nini? Kutuma goons. Wanarushiwa matia kasi na marisasi. Tunashindwa ya kwamba, alafu tunasikia Murkomen anasema anakeuza Kiswahili eti akina Sifuna wanatembea na tia kasi na nini kujidanganya, kuharibia serikali China. Sasa sisi kama sisi wananchi wa Kenya tunawauliza nyinyi kama serikali sana, wewe Murkomen, maana nilikuona ukiongea ukisema ya kwamba ati akina Sifuna ndio wanahusika na hiyo matia kasi na manini. Sasa akina Sifuna ndio serikali, akina Sifuna ndio Ruto, akina Sifuna ndio wako na tia kasi, akina Sifuna ndio wewe Murkomen. Wenye wanapatikana na hizi vitu zenye unasema sijui tia kasi marisasi. Hizi marisasi ziko kwa serikali. Wao wanazitoa wapi? Hawa ni watu ambao, hao ni viongozi ambao ni wa upinzani. Hawawezi patikana na hizo vitu zenye unaambia wa Kenyans. Sisi tunakashifu wewe Murkomen vile uliongea jana na juzi.
Waacheni kukeuza vitu. Munafanya vitu alafu mnakuja kukeuza. Ni upinzani ndio wanafanya. Kwani upinzani ndio wako kwa serikali? Ama ni nyinyi ndio mko kwa serikali? Mwache upusi. Nataka kuongea jambo lingine kwa hii upinzani yetu. Hii upinzani tuliweza kuwaona jana wakiwa wote, na walikuwa kwa kanisa wakiwa wote, na wakaongea maneno yao, tukaweza kuyasikia walivyoongea. Sana walilia mambo ya tear gas. Wakienda kwa mikutano yao ni tear gas. Serikali inawatumia maaskari na goons. Wakaweza kufurushwa hapa Nairobi jana. Sisi kama nchi yetu ya Kenya hatutakubali hilo jambo. Serikali muachie amani upinzani, watembee mahali kokote wanataka kuenda. Na mikutano zao, wafanye mikutano zao kwa amani vile nyinyi serikali munatembea mkifanya mikutano zenyu. Kwani wamekosa nini? Hii ni Kenya huru. Hii ni katiba inatifendi kila mtu atembee mahali kokote anataka na ajiongeleshe, ajisemeshe. Kama ni mkutano afanye na amani. Kwa nini upinzani wakienda kwa mikutano zao? Wewe Ruto, wewe Murkomen, paka tuwaambie mukome. Sisi ni wa Kenya, upinzani ni wa Kenya. Msiwachukue kama ni watu wa kutoka nchi nyingine, walizaliwa nchi nyingine. Mnawachukua tu hivi. Na mjue ya kwamba kitu moja, hii uongozi ni uongozi ambayo inakuja leo na kesho inaenda. Hiyo ndio inafaa mkae mkijua. Na uongozi inakuja leo, kesho unakufa, unawacha uongozi. Na unawacha wale wengine wenye umeacha wakiendelea. Kwa hivyo sisi hatutaki machukizano. Hatutaki machukizano kwa upinzani. Muache wafanye mikutano yao kwa amani. Hivyo ndio tunasema kama wananchi wa Kenya. Sisi hatutaki maneno. Hatutaki vita. Hatutaki vita kabisa. Nimetoka kwa ile jambo. Nataka kuongea kwa viongozi wetu wa Western. Viongozi wetu wa Western ni lazima mkae chini mchifikirie mara moja. Sababu tumeona hii Kenya yetu hii, usipokuwa na chama yako, unakaa kama mtumwa. Na sisi hatutaki kama Western tukue watumwa tena. Tumechoka na utumwa. Nataka niambie watu wetu wa Nyanza. Mnasema ODM ni ya watu wa Nyanza. Hii miaka yote, kwa nini mimi sijaiona secretary wa kutoka Nyanza? Ninaonanga tu secretary wa kutoka Uluyani. Kwa hivyo mimi ninajua ya kwamba baba Raila Amolo Odinga ni Mluya. Sababu kama yeye sio Mluya, kwa nini anachukua kiti ya General Secretary anapea Waluya? Kama yeye ni Mjaluo basi sawa, wasiape Mjaluo basi tuone. Muache kujipika kifua watu wa Nyanza. Muache kujipika kifua. Na mkiendelea kujipika kifua sana ati kumutoa Sifuna, sisi tumeenda, si ati tunarudi nyuma. Na sisi kama Waluya hatujazoea hatupimwangi kwanza, na hatujazoea kunyanyaswa ama kukaliwa. Sisi Waluya hatukaliwangwi. Mukitukalia ya kwanza, ya pili, ya tatu, tukiona mumezidi sana tunaenda. Waluya tumekuwa miaka mingi sana tukiwa watumwa. No. Kwa hivyo Waluya tukae chini tufikirie, tulete chama cha Mluya sasa.
Chama cha Muluya kinaitwa chama cha Muluya. Na akina Wetangula, nataka nikwambie wewe, mkiwa na Musalia, mjue kuanzia leo hakuna Lane Western. Sababu maofu inafanyika kwa Sifuna, mumekunja mikia kabisa, mumerudisha kwa matako. Hamutaki kujua ya kwamba huyu ni mtoto yenu, mumutetee. Hata kama hamwezi tetee life, so mumutetee kwa kisiri, isijulikane. Ole wenu, muko kwa serikali munakula mukishiba. Sasa mutafurahia sana Sifuna akiuliwa. Ndio mukure kuku mushibe kabisa Sifuna akishauliwa. Na Babu Owino Alafu jambo lingine nasikia, nilimwona jana Babu Owino akiongea security yake wameshikwa paka wa leo. Wanashikwa kwa nini? Kwa nini? Anaitwa Raymond Omolo. Wewe uko na akili wewe? Wewe hukuchakuliwa mahali. Unasikia wewe Raymond Omolo? Wewe ndo tunakusikia sana, unatumika hiyo Nyanza. Kupanga goons. Kupanga vile munalipana paka pesa. Munawekea wanabodaboda 2000 kwa pikipiki. Munawapea paka frekta. Na mimi nilishukuru sana. Bodaboda wale waliweza kununuliwa na kuwekewa mafuta 2000 kwa pikipiki na frekta. Waliona ni moto imewaka Western Kakamega, wakasarenda town, wakatoa hiyo frekta, mafuta wamewekewa ya bure kwa pikipiki wakachoma. Mimi ni shangwe kwenu, mulifanya kitu kizuri sana kuonyesha sisi kama Western tuko kitu kimoja. Sio mbuzi ingine itoke from nowhere ati inakuja kununua kuni swapike Babu Owino akina Sifuna akina Orengo. Alafu mko na ujinga. Huwa mnajisahau, mnatupika kama sisi Waluya na Sifuna wetu, alafu kesho mnachukua miguu zenu mnaenda kuomba kura Western. Hata sisi tutawagonga. Tutawapiga. Alafu munione hapa. Mimi Sifuna. Mimi ndiyo Sifuna. Ebu munione. Munione vizuri. Mimi ndiyo Sifuna. Sifuna, kuja Nakuru. Tunakukaribisha hata sisi hapa Nakuru. Munione vizuri. Mimi ndiyo Sifuna wa kwanza Nakuru County. Kukaribisha Sifuna wetu, ni mtoto wetu huyo. Na tutataka mchezo kwa mtoto wetu. Mupeleke huku Upusi. Muachane na kina Babu Owino na Sifuna, kina Orengo, wafanye mikutano yao kwa amani. Na hivyo ndo tunawaambia. Tunasikia mnasema ati hawana agenda. Sijui kwani nyinyi ndo mko na agenda? Nyinyi agenda yenu tunaijua. Agenda zenyu ni kupora, ndio mko mnapora. Nyinyi kwanza ndio hamuna agenda. Kama sawa wao hawana agenda, simuache wapeleke mikutano zao waelezee watu agenda zao. Waende waelezee. Waelezee wananchi agenda zao. Na mimi nauliza, kwani Ruto ndio ako na agenda? Wewe Murkomen uko na agenda? Ama wewe ni kuangalia tu tia kasi? Sifuna ndio walikuwa na tia kasi. Sijui nini. Mutatuachisha. Sisi kama wananchi wa Kenya tumechoka. Omolo, kama PS, wewe ulitoka from nowhere, tumekujua katika utawala hii wa Ruto hii miaka 2.5 ambayo imepita. Utaangaisha Babu, maana Babu ndio sahihi, ndio tunaona spirit ya baba iko ndani yake. Ye ndiye atabaki kuwa kingpin ya Wajaluo. Upende usipende, umwangaishe usimwangaishe, hakuna jinsi utazuia River Nile kuingia katika Indian Ocean. Mambo
ya security yake. We are aware ya kwamba ulishika security yake ukawafungia. Ukae ukijua kwa dakika hii chochote ikimtendekea Babu Owino, you are going to be held responsible. La pili, tuliona rada yenyu ikiwachukua wakiwa katika ndege yao, ambayo ni hatari sana, maana sio rahisi na sio vizuri kuchukua kiongozi yoyote akiwa anasafiri katika ndege. Na ninajua ya kwamba nia yenyu ni kuzuia wasifanye yale wanayoyafanya. Ukweli ni kwamba maisha yao yako hatarini kwa sasa, lakini chochote ikitendeka kwa Sifuna na Babu Owino, Raymond Omolo will be held responsible katika maisha yao. Lingine ni kwamba tuliona mulijaribu kutupa tear gas katika lile rally iliyokuwa pale Kakamega. Maana muliona ile yenyu ya Linda Ground ya Siaya ilikuweko tu na wazee wa mtaa. Hakukuweko na watu. Mumejaribu kuita MCA walete watu, hawakulete. Mwishowe mukaibika, mukaenda. Tuliona mzee wetu Oburu akiongea na hasira sana, akiwa anarusha mikono ya kwamba kila mtu afanye vile anataka. Lakini ukweli ni kwamba hiyo ground munalinda, ground imeenda. Munalinda ground yenye haina watu. So nyinyi endeleeni kulinda ground, nasi tuko na watu. Ukweli ni kwamba tunajua hata Bwana Ruto mahali alipo anajua ya kwamba nyinyi ni debe tupu, hakuna kitu ndani. So mwisho wa mambo yote, Bwana Ruto akiwa na interest na ODM atatafuta Babu na Sifuna awaketi chini, maana hao ndio ODM. Nikiongezea, Bwana Murkomen, tulisikia statement yako kule kanisani ya kwamba politician hujirushia tear gas. Mimi kama raia sijaiona duka ambaye inauzwa tear gas. Maana kama kungekuweko na duka ya kuuza tear gas kila mtu anaweza kanunua, basi kila mtu angekuwa na tear gas na popote anaenda mahali hataki mkutano anarusha. Kwa hivyo usitupime. Wewe ukirusha tear gas, kubali ulirusha tear gas, na hiyo tabia ya kurusha tear gas ukome. Maana tunajua ni halali ya kwamba mahali popote spirit ya Raila Amolo Odinga iko, hapo ndipo tear gas inarushwa. So ukumbuke, urushi Sifuna, urushi Babu wala wafuasi wao, bali unarushia Raila Amolo Odinga. Nikimalizia ni kwamba katika wakati huu tunakaa, inaonekana campaign imeanza officially, na tulisikia DP Kindiki akisema ya kwamba tupunguze gia, na yeye mwenyewe ndiyo ako katika gia namba 5, ambapo ingekuwa na gia mpaka namba 8 angekuwa huko. Lakini yeye mwenyewe hayo maneno yote alikuwa anaongea tupunguze gia, lakini bado wanaongelea mambo ya deputy president kiti hiyo. Na tulisikia Bwana Ruku akitoa vitisho akisema Bwana Buru asiwapime, asiwape sleepless night kwa sababu ya hiyo kiti ya DP. Na sisi kama ODM hakuna kiti tutataka apart from presidency.
We will start from deputy downwards. Sasa hata mukipiga kelele, mukalie kiti na matako mbili, mwisho wa mambo yote mutaamuka tu na hicho kiti itakaliwa na ODM. Nikimalizia ni kwamba tulisikia Mr. President akisifu katika kazi zake. Mimi mwenyewe nimesikia na masikio hii, and it is in the public domain. Madaktari wa Kigoma kule Nairobi wakisema ya kwamba SHA haifanyi kazi. Ninashindwa, hii SHA ya President Ruto ambayo iko active ni gani? Maana wale ndio madaktari, hao ndio wahusika na SHA. Number 2, ulisema unataka kujenga Thika Expressway. Tunajua ahadi zako ni kama mnyambo wa punda. Wewe popote umeenda unatoa ahadi. Hatujui haya ahadi yote ambayo umetoa utayatimiza lini? Maana hakuna hata project hata moja tumeona imekamilika. Zote ziko underway, in which I don't know itakuwa kama tool yako ya kukampeni ya kwamba urudisho ndio zikamilike ama la. Kwa hivyo tunashangaa. Jana tuliona katika TV NTV ikionyesha jinsi njaa inaua Wakenya. Tunashangaa hizi fedha ambayo tunakimbia nayo huku na huku, tukiimba 2 term na 1 term. Je, Wakenya hawa si Wakenya? Ama hizi pesa azingekuwa kwa ajili yao? Tunaona mashule nyingi katika Mandera, katika Garissa zimefungwa kwa sababu ya uhaba ya wanafunzi. Hakuna chakula. Mwanafunzi anaona hakuna chakula nyumbani, hakuna chakula shuleni. Sasa inabidi aende ajitafutie. Hana nafasi ya kuenda katika shule. Kwa hivyo Bwana Rais, tunakuomba katika hii muda wako ambao umebaki, fanya kitu kwa ajili ya Wakenya ambaye huangamia na njaa. Kusudi perhaps wakukumbuke katika hiyo 2 term yako. Lakini pasipo hiyo mambo inabaki 1 term. Hii ndio mtu ya State House. Nasikia watu wanapiga kelele na ni 2 term. Sijawahi peana namba yangu na leo nitapeana namba yangu kwa sababu ile vitu nataka kuongea ni vitu viine kubwa ambaye itasumbua Wakenya. Kwa jina mimi naitwa Richard Ogecha, President la bunge la wananchi Nakuru County. Hata ukisikia president mwingine naongea hiyo ni bonoko. Namba yangu ni 0726160924. Hiyo ndio namba yangu. Kwa jina ile mimi najulikana naye mtu ya State House. Chama ni term ni ngapi? Ni 2. Nikianza kuongea na mambo ya Sifuna nasikia ninataka kuambia watu Sifuna ni moto ya mafefe. Moto ya mafefe ikiwaka haina hata jivu, imeenda. Kwa mwezi wa 8 mukisikia Sifuna muniambie atakuwa amekwisha, mambo yake itakuwa imekwisha. Number 3. Mimi nataka kuongea hivi. Watu wamepiga watu wa Nyanza sana. Ati kwa nini watu wa Nyanza? Sijui kwa nini ya watu wa Nyanza. Kwa nini watu wa Nyanza? Na mimi ninataka kuwaambia watu wa Nyanza, tumeuawa sana. Nikianza na Mbuya, Ouko, nani. Na hii watu wanataka tu tuuawe, na wakati tunataka kukaa kwa serikali wanakataa. Kwa nini? Na mimi nimemwambia Mbadi, Oburu, hii grupi yetu ingine Atandi, tokeni kwa
na fujo. Tunataka kukaa kwa hiyo serikali, tumechoka kuuawa. Juzi hata nikisikia watu waliuawa Kitengela ni Jaluo, nikisikia watu waliwaliwa Kakamega ni Jaluo. Watu yetu wacheni kuenda huko. Saa hii imefika saa tuingie kwa government. Imefika wakati sisi pia tunataka kutawala, tukae kwa government na hata hawa wengine wakufe vile tunakufanga. Na nikirudia historia, wakati Odinga alianza Ford Kenya, muliona vile sikukuu alimfanya, aligawa ikakuwa Ford Afili na Ford Kenya na ikagawa. Saa hii Sifuna tena nataka kugawa ODM, hatutakubalia yeye. Na hiyo Sifuna ninakuambia ng'oo. Mimi nimekuambia ng'oo na utaweza. Mimi nimekuambia hivyo. Odinga aligawa, sikukuu alienda huko Ford Asili, mwingine akaenda huko. Saa hii Ababu Nyamwamba alijaribu ndio ukamfahamia ng'oo na hakufaulu. Sifuna tena mimi nimekuambia, nikiwa president la bunge la wananchi Nakuru, uwezi wesana naye. Mimi nimekuambia chama cha ODM ni chama cha nguvu. Daktari Oburu Odinga youth leader, mimi mwenyewe youth leader kama mimi, tumeshikana na amuta toboa. Hatuwezi kubali tukiunda chama mwingine anakuja anagawa. Tukiunda chama wewe unakuja unagawa. Si uanze yako. Anza yako na hiyo group uko naye tukuone. Sisi Raila Amolo Odinga alituambia tumeungana na Ruto. Hata kuna agenda karibu 10 ilisaniwa pale KICC. Na hiyo ndio tunaomba president aendelea na hii agenda. Hata vile uliongea jana nilisukuru sana. Kama mimi ni mtu ya State House, ulisema kila mtu atakuja na mtihani yake. Mumepewa mtihani, wewe utafanya. Hii watu watatuambia wamefanya nini? Ni kelele. Kelele kila saa kelele. Ati mimi ndio Sifuna. Kwani ni wapi? Mwaka 6 hukujua hata kuvaa. Baada ya Raila kuosha wewe, kupeleka wewe kwa mafuta ndio unaanza. So mimi nimemwambia watu yetu ya Nyanza, imefika wakati tuko kwa government na hatuwezi toka hapo. Wenye wanataka kututoke kwa government kama Kinorengo, akina Babu, akina hii group sijusi hii Sifeta, waambia hawa hatuwezi. Hatuwezi kaa nje ya serikali tena, na hatuwezi lia tena. Maandamano ikikuja ni sisi wenyewe ndio tunakufa. Sisi wenyewe ndio tunafanya nini? Tunakufa. Na saa ile imefika, saa siasa tunataka tutumike. Atandi, Mbadi, Opiyo Wandayi, Gladys, tokeni nje. Chama yetu haiwezi enda mali. Sifuna akitaka chama yake Ford Kenya, uliona walitunyang'anya. Nani alichukua? Inaitwa nani? Wetangula. Wakati Raila walikuwa wamepigana na Wamalwa. Na saa hii tena Oburu Odinga amechukua chama kama yake, na Sifuna tena analeta anabweka kama nyani iko juu ya nini ya miti. Hiyo tutamwekea umbwa hata shuka. Hivyo ndio nimesema kama rais wa bunge Oburu, tunakaribisha wewe Nakuru. Kuja uongee na watu. Na mimi kama mtu ya State House nitamobilize watu. Watakaa hapo na tutasungumusa. Wenye wanataka kuenda mlango iko wazi, hata wangekuwa wameenda. Agenda yao ni nini? Wanataka kuweka agenda ni nini wanataka katika chama cha ODM. Na Sifuna ametusumbua wakati Raila bado walikuwa na Wamuchomba, Babu Owino na hiyo group ingine walikuwa kwa One Kenya Alliance. Kwa nini hawakuregister hiyo chama waendelee naye? Kwa nini wamekwama kwa ODM kama kupe? Hatuwezi kubali kama wananchi wa Kenya. Sisi tunaunga Daktari Oburu mkono.
na sisi tunaunga Mheshimiwa Ruto mkono. Ataenda tambili, wapende wasipende, wanachukua tear gas, wanajipiga wenyewe vile nani alisema, wanajipiga wenyewe, wanasema ni polisi. Kwa nini wanajipiga wenyewe? Na polisi wetu nimewashukuru sana, mnafanya kazi mzuri sana. Hii watu wakicheza kama wana ajenda waweke tear gas, na vile muliweka tunashukuru sana vile muliweka tear gas. Wekeni tear gas kwa sababu hawana ajenda. Na mimi nimemwambia Bwana Sifuna na babu, na babu nimekuambia wewe ni mtoto wetu. Umepotea na utakuja kulia, na usitulilie, na wakati utakuja lia tutakuweka kwa jikoni kwanza, watu wakikaa kwa sitting, kwa sababu ujui ni kitu unataka. Umekuwa confused. Chagua ni nini unataka. Kama ni party leader, amua unataka party leader. Kama unataka kukua governor Nairobi, concentrate na governor. Saa hii unaona wamekudanganya. Saa hii wanasema Sifuna, wewe uko wapi? Yes, Sifuna. Hivyo ndio ninasema tafadhalini mukae gangari. Hata hiyo NDC itaitwa, tutawakaranga mchana wakiona, na hatuwezi kubali. Na nimekubali na Rais Ruto alisema chama cha ODM ya Raila Amolo Odinga, na yeye kama mwanzilishi ya hiyo chama. Na mkumbuke kama wenye wajui ODM ndio na Ruto alikuwa kwa ODM, alikuwa kwa Pentagon. Ni nani yako kwa rais sahi? Si ni ODM. Na tena saa hii ODM naenda kuform government, na mutakubali. Nilikubaliana na wewe Rais Ruto vile ulisema utakubali, utawaweka tear gas. Kama ni bunduki, chama cha Raila hawezi haribika, na waweke kabisa. Na mimi tutakuunga mkono tutam. Na nikirudia hapa Nakuru town, kuna watu wanasema moja, hiyo ni moto ya mafefe. Na mimi ninakuambia hata gazeti ukiwasha moto inafanya na inaenda. Mimi ninasema Nakuru hii tam pia ni 2 kwa Susan Kihika. Hata walie machozi ni tam 2. Mama, umefanya kazi kama Gladys Wanga, na tumeona. Na wale wanakataa ile kitu, mimi ninakuomba ukuje kwetu hii bunge letu ya Everett. Vijana yetu hapa wanalia mambo ya tools ya kazi. Hiyo ndio tunashughulikia, wapate tools ya kazi na vijana waendelea. Na tunajua term ni 2, hata kama wanalia nini. Term ni ngapi? Ni 2. Na uendelee na hiyo kazi, ni vile Gladys wanafanya kazi. Na nimewaambia Wajaluo wenzangu wote, una wawili tu ndio wamekaa. Orengo naye tumemalizana naye. Na Orengo hata niliona jana jamaa ingine alisema akiamuka asubuhi changa, saa 7 bangi, jioni busa. Sasa unataka kuwa gavana gani? Na hata tumegundua wewe ni ndugu ya Sifuna. Unatoka hapo Maziro mbele hapo mali ya kina Sifuna natoka. Sasa wewe una support ndugu yako. Na Babu Owino wewe pia tumegundua ulitoka game hapo Anyiko mbeleni huko mali Sangasi ya Sifuna natoka, wewe mnafuata ndugu yako. So wewe nyinyi ni hiyo watu ya Western. ODM imebaki Nyanza vile inatakikana. So watu wa Western, ungeni chama yenu. ODM. Hiyo usikwame kwa ile kitu sio yenu. ODM. So Orengo, tafadhali wachana chama yetu. Buru Odinga. Wacha nikwambie mzee Buru Odinga. Ati unataka kutoa wa Kenya, sijui ni wa Kenya ama ni Wajaruo. Ati unataka kuwatoa Singapore uwapeleke Kanani. Sasa Singapore sasa kama Raila mwenyewe alishindwa kufukuza kufanya watu wavuke ng'ambo ile, na wewe ni nani? Hata chama chama ya ndugu yako mtoto mdogo mwenye nakufuata ndio unalilia. Sasa hiyo chama sio yako Buru Odinga, ni ndugu yako mdogo. Na desturi na mira ya Mjaruo
mtoto mdogo hafai kukuwa na chama, wewe ukiona hivi. Hata mimi najua, mimi nafuatilia mila ya Wajaruo. Msasi hawezi panda, huwezi panda mahindi kama msasi hajapanda. Kama kijana mkubwa hajapanda ama hajachenga nyumba, huwezi nini, hiyo ni mbaya sana Oburu Odinga. Hiyo ni mila mbaya sana. Unataka utuelekeza mahali papaya. Ati unataka kutoa watu kutoka Canaan waenda Singapore. Kati ya Singapore na Canaan ni gani nafaa tufike? Ni si Canaan. Kama Raila alishindwa kutufikiza ile ng'ambo ile, wewe ni nani unatuambia unataka kutupeleka Singapore? Sijui Singapore na Canaan. Wacha nikwambie mzee, unataka kupoteza Wajaruo na Wakenya kwa jumla. Wewe na Gladys Wanga, mimi nataka mnataka kupoteza jamii ya Wajaruo. Kwa sababu gani? Nyinyi Wajaruo wale ambao wanataka kuvuka ng'ambo ile, nyinyi mnaenda kuwavuruta nyuma. Kila kijana ambaye ni kijana jibukizi, ni kijana ambaye anapendwa na kwa Kenya. Na nyinyi wengine mnakuwa na uivu. Mnasema huyo kijana sio Mjaruo. Kwa sababu mimi najua Wajaruo wote ni weusi. Lakini Mungu alimjalia akakuwa mweupe. Babu Owino. Huyo ni kijana wa Kenya wanatambua. Sio nyinyi Wajaruo peke yake ndio mnaweza tambua kiongozi. Babu Owino anatambulika na Kenya mzima. Huyo ndio kiongozi tunajivunia. Wakiwa na sivuna, hawa ni watu. Kwa nini serikali saa hii inaanza kutetemeka kwa ile mikutano? Ati hiyo mikutano, kwa nini mikutano yenu wananchi wa Kenya hawakuji kwa mikutano yenu? Huko Mombasa ni watu wangapi mlikuwa na Oburu Odinga? Wewe ni mzee. Baka wewe ulistuka wakati uliangalia, ulistuka. Ndugu yangu mimi nakwambia Oburu Odinga, hatutaki ufuate ndugu yako mapema hivyo. Tunataka ukaekae ndione hii serikali vile inaenda kuchukuliwa. Ruto anakudanganya na anakutumia. Kama jamii ya Wajaruo wanataka kukua kama daraja kila mwaka. Sasa wewe unasema kama huwezi pewa deputy president. Nyinyi hamtaki kupewa deputy president. Ati mnataka pesa sijui milioni sijui 15, sijui ni bilioni 15. Hiyo pesa sasa, hiyo ndio nataka kupata hiyo pesa ufanyie nini? Na wengine wataenda wapi? Oburu Odinga, ndugu yako hakukuwa anafanya kazi siasa kama hiyo. Wewe unataka kupoteza Wajaruo na wale ambao wanakufuata. Hatutaki kusikia vitu kama hiyo. Wale watu ambao waliungana na William Ruto, Raila alisema mkataba yao ni kufika 2027. Ikifika hapo wasimamize kiongozi mwenye atasimama urais Kama babu. kama kijana Babu Owino. Kama nyinyi wenyewe mmekuwa na roho mbaya, mnapenda mnatumia propaganda na mnatoa Sifuna. Na sasa kama baba yeye ndiye alichagua Sifuna, kwa nini hakumtoa? Kwa nini hakutoa Sifuna? Na nyinyi mnakuwa na roho mbaya. William Ruto ndiye anatumia watu, wanatoa watu tu hivyo kienyeji. Na wale ambao wanavutolewa kwa serikali ni wale ambao wako na umaarufu kama Rigathi Gachagua. Sasa nyinyi mtaenda wapi? Hakuna mahali mtaenda. Nyinyi ni kudanganya wa Kenya tu. Ni kuzunguka Kenya mzima na hakuna umati. Sasa mahali penye watu wako wengi, hizo ni kura. Si ati mnasema ati ni watu wengi. Unajuaje ati ni watu wengi? Kwa nini nyinyi hamwezi sanya watu? Sasa kama nyinyi serikali, kama hamuna uoga, kwa nini mlienda kwa ile mkutano ya kina Babu Owino, kina Sifuna huko Western, mkaenda kurusa vitoa machozi? Kama sio uoga mko nayo. Hiyo ni jambo mbaya sana. Na sisi tunakemea kama wananchi wa Kenya. Hiyo kitu mmeambukizwa kutoka Uganda, kutoka Tanzania, imekuja hapa Kenya. Sasa unajua Kenya iko na demokrasia. Kenya huwezi ongoza na kimabavu. Hiyo itawezekana hata kidogo. Na mimi nasikia wenzangu hapa wanasema ati serikali sijui nini. Sasa mnataka watoto wakose kusoma kwa sababu serikali itaki watoto wasome. Sasa watoto wanaambiwa waende shule. Wakifika shule atunaenda bila uniform. Sasa ni shule gani? Hapa ni kwako unatuma mtoto aende kusoma bila pesa, bila school fees, bila uniform. Kwani huko ni soko? Mnatudanganya. William Ruto ulitudanganya sana. Mimi mwenye nilichagua ni Raila Amolo Odinga na kura yangu ikaongelea hivyo. Huyo ndio nilijua rais wangu alifariki.
Na mimi nahuzunika. Na siwezi kukuwa na upande wako. Kama nilikuwa napenda Raila Amolo Odinga, siwezi kufuata mtu mwenye sikupigia kura. Mwenye nilipigia kura ni Raila Amolo Odinga, baba yetu mwenye alifariki na alikuwa anajali kila kabila. Yeye hakukuwa na ukabila. Raila Amolo Odinga ni mzee ambaye alikuwa na ujasiri. Huyo mzee aliteseka wakati hawa wanafiki walikuwa wanamtesa. Hii serikali ya huyu mwenye hako kwa uongozi, huyo Moi ndiye alitesa Raila Amolo Odinga vibaya sana. Alimweka Njata House. Alikuwa anafinywa. Raila Amolo Odinga aliteseka. Na huyo mtu ndio mnafuata. Wacha niwaambie. Huyo jamaa sio mchezo. Endelea kufuata yeye tu. Tunawaangalia kutoka kwa umbali. Wakati atafinya nyinyi ndio mtakuja kujua huyo jamaa alikuwa aina gani. Mnatuambia watu wa Kikuyu. Wakikuyu sio watu wabaya. Hapa Nakuru County, Wakikuyu sana sana ndio tunafanya kazi. Ndio tunafanya kazi. Hata hao jamii wenye wanaongoza. Hawana hata factory, hawana hata industry, hawana chochote, hawana. Najua kama mimi mwenyewe mimi nafanya company ya security. Wakikuyu ndio tunafanyia kazi ya security. Wengi ndio wako na security. Hao wenye mnasema wameongoza miaka 24. Na huyo ndugu yao ndiye anaenda kumaliza miaka ya 29. Sasa ni nini wamefanya kitu ya maana? Ni kitu gani yenye mnajivunia nayo? Ati wakale wamefanya hivi. Mnatarau Wakikuyu. Wakikuyu hawana roho mbaya. Wakikuyu ni watu ambao wanajibigania, ni watu ambao wako na bidii. Jambo lingine la mwisho, mimi nataka kusema hivi. Rigathi Gachagua wako njiani anakuja Friday. Wakiwa na Martha Karua, wakiwa na Kalonzo Musyoka, wakiwa na Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa, natembea sijui kama atakuja na Babu Wino. Kama akuja tu, hawa ndio tunataka, hawa ndio viongozi tunataka. Tunataka mkuje. Tuko na security. Musitishwe na serikali ati mnakuja kutubiwa vitu wa machozi. Hapa Nakuru ni noma. Hapa Nakuru si kama kaunti zingine. Hapa mwenye analeta noma na sisi tutaleta noma. Yule mwenye analeta chochote kama ni kututubia hiyo tiagazi, tutachukua hiyo tiagazi tutamrudishia. Sisi tuko na ujasiri. Tunawakaribisha mkuje, msikuwa na woga. Mjue sisi tunawangoja mkuje na msikuwe na wasiwasi. Tawala Kenya, tawala Rais Ruto, tawala Kenya, tawala unatawala. Tawala Kenya, tawala Rais Ruto, tawala Kenya, tawala unaongoza vyema, unaongoza vyema. Rais Ruto, unaongoza vyema. Sasa nataka ni recommend Rais Ruto amefanya kazi mzuri. Tumeona vijana wamepea shilingi 25,000 wakisindwa kutumia wakuja wadunga wa watu vikisu sauri yenu. Na hiyo tabia kudunga wazee kisu mkiningoja watu kwa barabara hatutaki. Mkuja hapa kwa bunge tumpee mwelekeo, tumrejisia mavyama, mpate pesa, muandike proposal, mpate pesa ya kusaidiana. Nikielekea maneno ya Oburu wewe ni mzee wa hekima. Na vile huko mzee wa hekima tunataka usimame kabisa na hawa vijana waite kwa boardroom yako wapee mwelekeo. Sababu naona kama kijana baba Owino anakosa mwelekeo. Ni tamaa mingi, mara nataka kuwa governor, mara nataka kuwa CG kingpin, mara nataka kuwa CG nini. Sasa tunashangaa babu anataka nini? Tunataka ukae nao wapee mwelekeo, wajue mwelekeo ni hii. Na nikiongea kwa jamii ya Wajaluo, baba hayati Raila Odinga hakuwa mjinga sana akatuacha sisi kwa broad based. Sababu tumepigania hii nchi miaka 60. Miaka hii 60 tukipigania, tumekufa, tumefanya nini? Tumeleta devolution. Hata wakati ya devolution kuna jamii wengine wako wanataka, wanasema baba analeta majimbo. Leo hii hao ndo anasikia vizuri na hiyo devolution. Tuliona hapa Mbai akakufa. Ule mkubwa alikuwa anasimamia maneno ya devolution. Leo hii wenye walimuua ndio wanaenjoy sana hiyo matunda ya devolution. Tumepigana, tumeandamana miaka 60. Sasa tumesema tunataka kuwa kwa serikali, tuenjoy serikali, vile wengine pia wanaenjoy serikali. Sababu nilishangaa juzi
Kenyatta ameongoza nchi hii miaka 15, Kibaki miaka 10, Uhuru Kenyatta miaka 10. Ukikombine hiyo sijini miaka ngapi, karibu 45. Bado tunasikia tu hata hawana haya. Mwingine ana senator ya Nyeri anasimama anasema ati hiyo kiti ni yetu. Kiti ni yenyu, kiti iliandikwa wapi ni yenyu? Kiti ni ya Republic ya Kenya. Sasa tunataka Joho akuwe deputy president ya Ruto. Hatutaki kusikia Kindiki, hatutaki kusikia siji nani. Sasa mimi kama William Okoyo, chairman ya bunge la wananchi, tunataka tuambie Oscar Sudi pia. Usikuwa mtu nyepesi haraka kuongea ati Sifuna alienda na watu. Alienda na watu namna gani? Mimi nakupigia simu na uchukue simu yangu. Nataka ujue ya kwamba leo nakupea simu, piga hiyo namba ya simu kama chairman bunge la wananchi vile tuliongea na wewe, ukuja hapa Nakuru tukufundishe ujue mzee Oburu ndiye amebaki na watu. Namba yangu ni 0718 888 205. Unasikia Oscar Sudi? Maneno ya kusema Sifuna ameenda na watu, wewe pia unapayuka kama Sifuna tutaki. Ukuja hapa Nakuru, ulialike ni siku gani utakuja, ndio tukuambie ni nani amebaki na watu. Nikikuja maneno ya Raymond Omolo na Sifuna na Babu Owino, tunataka mtoke mjitokeleze waziwazi, mtuambie ni nini inaendelea pale. Sababu sisi tunakosana maneno ya vijana yetu. Si ati vijana yetu wakikuja kwa mikutano wanawawa. Tunataka ni nani anasema ukweli. Nani alikuwa na tear gas? Ni Babu Owino ndiye alikuwa na tear gas, mrengo akina Babu Owino ama wewe Raymond Omolo? Tunataka hiyo maneno ya tear gas isuluhishwe, tuambie ukweli, tujue hiyo tear gas iko wapi. Nikimalizia, tunataka tuseme ya kwamba Chagwa anakuja hapa. Sijajua unakuja hapa tarehe 27, na sisi kama bunge la wananchi sisi ndio tunafanya interview kwa wale wenye wanataka kusimama. Hatujasikia kama umehitaji bunge la wananchi wakupee mwelekeo. Sababu sisi ndio tunafanya interview, tutasema hapo umetosa hujatosa. So nikisimamia hapo, jaribu juu chini. Hii timu ya Gachagua inaitwa United Opposition, muone Maxwell, mmeona bunge la wananchi ya Nakuru, umpe mwelekeo. Bila bunge la wananchi kwa hiyo mkutano wenyu hakuna penye mnaenda. Tunataka utuambie ule Mpakistani vile alikuja Kenya na vile ameenda hatujamuona, kwa sababu hii nchi imekaa kama soko. Tangu ingie nchi inakaaga unaleta mtu yote. Niliona ukileta Waoria, sijui biashara ya Waoria ilienda wapi, tunawapea vitambulisho. Siku 2-3 sisi tutaanza kupigwa mabomu. Hatujaelewa hiyo, hata hujatupanga vile ulipea Maoria vitambulisho. Mpakistani ndio hiyo amekuja leo, amelala na wanawake wetu, wasichana wetu. Sijui leo ingekuwa ni bibi ya minister wa Kenya, angekuwa ameonekana kwa mtandao namna hiyo, huyo Mpakistani angekuwa amepatikana. Huyo Mrasia bore. Sasa tumeona amepaka wanawake, wamelala na wanawake wa Kenya, mabibi za watu, mama za watu, na hatujaona huyo Mrasia akiwa ameshikwa ameletwa hapa Kenya. Lakini ingekuwa ni bibi ya minister wa Kenya ama governor wa Kenya, huyo mtu angekuwa amepatikana. Kitu kingine ya pili, Bwana Ruto, tunakuomba heshimu hao viongozi wengine. Mimi naona mbele ikuwe bahati mbaya Matiang'i ichukue kuwa rais wa nchi, ama Kalonzo, ama hii kijana ndugu yangu anaitwa Babu Owino, ama Sifuna, kwa sababu naona na wakimbisha ukiwaambia unataka ajenda yao. Wakiweza chukua leo hii na kuambia my friend unaweza kukimbishwa kama baisikeli ya wizi. Kwa sababu hii nchi mahali pe unaielekeza mnataka kuipea mwelekeo mbaya. Tunataka hii nchi uipe mwelekeo mzuri, kwa sababu hiyo power mnaitisha hiyo ni kama imewaishia. Jana nimeona umefuata majenzi mahali pe walikuwa wameenda kanisa hii ya majenzi. Hiyo basta, ninakushukuru sana kwa sababu niliona ulipanga Ruto kamwambia kuna mama wa kanisa wale wenye wazee wao wamekufa. Kuna vijana sijui ndio wamesimamia kanisa. By the way, hii serikali ya Ruto vile ulimpanga hivyo, hakuna kijana hata mmoja ameweka State House. Wote ni wazee walitoa wazee walitoa Western akaleta State House. Hao ndio wanalala huko, hao ndio wanakunywa wanakula kila, hao ndio wamelala na pesa ya Kenya. Kwa hivyo kitu yetu tunataka kuomba Bwana Ruto, na ninakuadvise kila siku.
kwa sababu kwa saa hizi wewe ndio rais wa nchi ya Kenya. Fanyia wa Kenya kazi, waje kufanyia kina Wetangula na Mudavadi kazi, kwa sababu wao ndio wanafanyia kazi kwa saa hizi vile tunaona, hao ndio wanafanyia kazi. Ukiamuka unaenda kwa kanisa, kama jana niliona uko kwa kanisa wakakupigia makofi vizuri, ukatoka kwa kanisa vizuri, hakuna mwenye alikupiga dia gas. Sio heshima hao wazee. Jambo lingine ya tatu, Bwana wa Munyoro, asante na hiyo wewe, na tunashukuru Mungu alikutoa kwa hiyo serikali yao watu, amekuleta ameunganishwa na kina Matiang'i. Uhuru leta hii kijana anaitwa Matiang'i na umsupport 100%. Tunawakaribisha Nakuru, na ikiwa kama si Matiang'i yoyote yule umemtaleta, bora afanye kazi mzuri kwa Wakenya. Sisi kitu tunataka mtoto ya Kenya asilale njaa, mtoto ya Kenya asikose kuenda shule. Kama hiyo tunadanganywa tu watoto waende bila manguo, bila uniform kwa shule, waende na manguo ya nyumbani. Wengine sasa wanaenda ni kama wanaenda soko. Sasa hiyo shule hata mwalimu anashindwa ni nani, ni msasi anafunza ama ni mwanafunzi anafunza. Kwa hivyo kitu tunataka hii Kenya ni free education. Ukileta hiyo serikali ya mtaleta free education kutoka primary mpaka university, mtoto ya Mkenya akuwe na maisha mzuri na ishi vizuri. Ine, mimi kama Nyakamba James, mimi nataka kusema hivi kwa niaba ya Nakuru County. Unajua ule mzee mwenye tulikuwa na yeye alikuwa kama naitwa, alikuwa anaitwa alienda akapotelea kwa serikali. Anakula vizuri sana. Sasa hii amelala, amesahau Nakuru. Sasa hii si amelala kwa serikali, amelala sasa hizi kwa serikali mzee. Sasa hizi hao akina Lee ndio naona sasa hizi analala vizuri, anakunywa vizuri, sasa wamesahau Nakuru. Tunataka mtu mwenye anakuja atoi mama anaitwa Susan, kwa sababu hii Nakuru County inaonekana kama kuwa si city. Sasa Susan ameifanya kuwa town. Susan amesahau, ameona Nakuru County imekuwa town, si city. Ndio nilikuwa naomba kama kuna mzee ama mwanamke mwingine akuje apishane na Susan, kwa sababu tunaona mtu anapishana na Susan saa hii. Tunataka kumuona. Mwisho ya 5, Kaptembwa Ward. Unajua kama mimi kijana ya Kaptembwa, watu wa Kaptembwa wananielewa na wananijua. Kutoka huko chini Micta mpaka technology. Mimi nataka kuambia kama kiongozi mwenye anataka kusimama MCA Kaptembwa Ward, tafadhali jaribu kuangalia vile Kaptembwa Ward itakuwa, kwa sababu kwanza Kaptembwa Ward si mahali penye mtu anakuja akipita akienda kwao anapiga roundabout ya Varedi anaingia Kaptembwa na anakondisha nyumba 1500 na anasimama MCA for 3 days na anapewa na anapotea. ODM party Oburu Odinga, huyo ndio kingpin. Hakuna wakati tutakaa chini tuweke vijana akwe kingpin. Never and ever, forever and ever, hata uende wote, hakuna wakati. Hiyo ndio Oburu Odinga, ndio sasa mwenye party. Hakuna wakati tutapea kijana mwewe atulit. Hata kama Oburu, na tunataka power, ujue power tunataka. That is why hatutaki deputy. Nyinyi watu mnataka deputy ya nini? Raila Amolo Odinga alikuwa anataka deputy. Wakati gani Raila alikuwa anataka deputy? Ati yeye mnataka. Wacha niwaambie, ODM party, kama umechoka na ODM party, please toka uende. Hii ni babo wenu. Hii ni Sofona. Muko na agenda yenu. Muende. Nyinyi hamuna agenda, hata tuwaambia nyinyi kuje utuwepe agenda yenu tuwasikie. Hakuna agenda, ni one time tunataka nini na nini. Hakuna hiyo. Nyinyi kama sisi watu wa ODM tumewafungulia njia, muende mtafute chama yenu. Sisi msijaribu kuleta mavurugo kwa chama ya ODM. Mulienda huko Kakamega mtu alikufa. Mnataka watu wakufe? Sisi hatuwezi kubali. Na tunataka niwaambie wenye wana support. Wewe kama una support hapo wenu,
Wewe una support former SG. Hiyo ni former SG. Former SG. Nyinyi muende msupport kwa barabara tuone kama nyinyi ni ndume. Kama una mtoto una bibi, enda kwa barabara uone. Ule jamaa, ule mama sahihi analia bwana yake. Na nyinyi hamna akili. Orengo, wacha nikwambie. Orengo. Orengo wewe ni mzee, umesumbua Raila Amolo Odinga. Na hiyo Raila Amolo Odinga, hii watu watatu Raila alikufa kama waelewi na hii watu. Walikataa kuingia broad based. Sasa hii wanataka ati ODM. DM gani wako nayo? Au hiyo sio ODM? Waende watafuta chama yao. Mimi nataka niwaambie hivyo. Sasa hii chama yenyewe iko ya ODM ya Oburu Odinga ndio leader. Ukubali usipokubali na Gladys Wanga. Hao ndio wani party. Sasa hii hatuwezi kubali tuulia kwa barabara. Ati hiyo ndio maandamano. Ati mnataka vijana wetu waikufe tena. Hakuna. Hatuwezi hatuwezi. Hata wewe una support na uende barabara, uone kama wewe ni ndume. Kama una bibi, enda barabara. Na kama una watoto, enda barabara. Polisi, kazi ya polisi ni nini? Polisi kwani ile ni rungu? Wacha nikwambie nyinyi. Mimi nataka niwaambie. Na ni ukweli mimi nasema. Sisi kama watu wa ODM wachana na sisi, kama wewe unatoka nje ya ODM. Wewe enda tafuta kazi yako, wewe tafuta chama yako, uanze kampeni. Sasa Babu Owino ni mbunge, Sifuna ni senator, hataki president. Na nyinyi mnasema ndiye tuko nyuma yake. Unataka Sifuna akae nini? Si mpe senator Nairobi. Yeye hataki president. Sifuna hataki president. Msitujaribu kuenda watu wawili, watu watatu na mzee Oburu Orengo naye hata siasa hiyo hawezi enda. Tuliona wakati walikuwa kwa mkutano kina Oburu Odinga. Uliona uniform. Hiyo ndio Raila Amolo Odinga. Msitambia ati chama ilikuwa ya Raila Amolo Odinga na sasa hivi imeshikilia na ndugu yake. Hata wewe kampuni yako sasa hivi. Wacha nikwambie. Hata sasa hivi kampuni yako. Wewe ukikufa, nani huyo atakushikilia? Kama si ndugu yako, kama sio bibi yako, kama sio watoto yako. Ni nani? Wacha niwaambie leo. Hao watu wawili waende. Mimi kwa maoni yangu hata msiite kwa mkutano Mr. Oburu Odinga. Wacha Sifuna aenda tafuta chama yake. Wacha yeye Babu Owino na tuone kama atafaulu. Wakwa hata kama na Nairobi. Hawezi pata hata kidogo. Uhuru Kenyatta ndiye anasponsor hii watu wawili. Hiyo ni ukweli wa mambo. Ati wamenunulia chopa. Ati watembea naye all county. Ya nini? Hiyo ukifika Nyanza tunachoma. Hakuna kitu atatufanyia Uhuru. Wewe naye ni msaliti. Ulisaliti baada baba mpaka dakika ya mwisho. Na wewe wana akili kama Babu Owino anakaa Muhindi. Na ni kweli ni Muhindi. Muhindi mnaweka mbele yetu ati Wajaluo anakuwa siku gani Mjaluo amekuwa brown kama huyo? Siku gani? Jaluo ni mimi mweusi kama mimi. Hata Raila Amolo Odinga. Hata Raila Amolo Odinga alikuwa Mjaluo. Na ni mweusi kama mimi. Usitwao kutuambia tu mwenye amerogotwa nje huko akuja tusumbua hapa ndani ya ODM. Sifuna hapo Sifuna na Muluya hatuwezi ongelea. Yeye anatafuta chama ya Uluyani huko. Asijaribu kutafuta chama ya ODM tena. Na Garangu hatutaki. Mr. William Samoei Ruto president. Mpaka 2032. Kubali. Tutam. Sisi watu wa tutam mpaka 2032. Hiyo hata ufanye atukasirike, aturuke, atufanye nini? Mpaka ngapi? 2032. Na hakuna mtu atakutola. Nyinyi mko na agenda. Agenda gani? Agenda si ni one term. One term inamaliza nini? Ati one term. Ni nani wewe hapa Kenya mwai kwa one term? Kama koti kubwa ndio tumetoa. Likaje saa hii analia. Msaidie kusona katika koti nyingine kwa mfupi. Ati anakuja Nakuru. Wacha kuja tu Nakuru. Kukuja ndio tuwezi zuia. Lakini batia gasi hiyo kawaida tembee. Hiyo ni Raisa. Kia gasi hiyo ni Raisa. Lakini ukilala fujo wawili mpaka ulale ndani chini. Na utakuwa unashindwa kulala. Sisi kulala ndani hatutaki. Tulisatoka. Sisi ni wale wa ODM, yenye watu wa kanisa. Sisi ndio tunaomba na rais wetu William Samoei Ruto watutam. Sisi hatuwezi. Sisi kama watu wa ODM wenye wako ndani ya serikali tunataka sisi wenyewe Mr. William Samoei Ruto utuone na tupe nguvu. Pe Oburu Odinga nguvu.
Huyo ndio party leader Kenya hapa. Hakuna certificate ya ODM. Mwenye ameandikwa kama general secretary si mtu anafutwa tu. Hiyo ni kampuni unaandikwa na unafutwa kawaida. Mtu asilie. Mwenye akona uchungu, aenda saidia yeye kulia kwa mtoni. Na kama yeye angekuwa ndume angelia. Yeye angesema tu ni sawa, umenitoa ni sawa. Wacha nikaa na ninamaanisha aliuko. Sisi kama Waluo Nyanza tumerevuka. Mtu anataka nyinyi sisi watu wa Nyanza, mimi nataka niwaongee na nyinyi. Kisumu County, Siaya County, Homa Bay County, Migori County, hiyo county ile. Mimi nawaomba msijaribu watu wawili watatu wakunywa wadanganye hapo. Wasijaribu kuja hapo wakudanganye. Hawana hata ajenda, hata Babu Owino hajaleta hata kitu huko. Hajawahi, na amekuwa mbunge Nairobi. Mbona hajatazalia watu wa nyumbani? Na hata kwao kwenyewe hayuko huko Nyanza. Waliuliza wewe ni mtoto wa nani? Bwana sijui na nani. Hakuna hata ndugu yako. Kwani ulizaliwa peke yako? Hata ndugu yako jitokeze, Babu Owino ni ndugu yangu. Tukisema ni muhidi, unasema ati tunamuonea. Ya tatu, mimi naomba jamii wa Kisii. Wewe kama wewe ni Mkisii, kama unajua una party, ambia Matiang'i aende tafute party yake. Usiongee kwa party ya wengine. Usijaribu party hata Jubilee ya Kikuyu wa Kenya. Usijaribu, Wakisii hana chama, hawana party na wanaongea mingi sana. Wanaojua kuongea mingi sana. Na mimi nataka niwaambie hata afadhali sisi tuko na ODM. Tunaweza ongea kwa jasiri sababu tuko ndani yao. Nyinyi mko na nini? Na mnajua kuzawada ati Oburu. Usijaribu kuongea juu Oburu Odinga. Wewe huna party. Tengeneza party yako. Ukishatengeneza kuja ongea na Oburu Odinga. Usijaribu. Na hiyo nimeua today. Mr. Oburu Odinga mtu yote amenyala party. Hata usiongele na yeye. Kama yeye anataka kuwa presidential candidate, akona party yake ndio tukuje. Sisi ODM tunatoa candidate yetu. Yeye anatoa nini? Musijaribu kutudanganya hapa. Sisi hatuna suruali ya kuvaa. It's open nakedly. We are naked. We are talking, tunaongea kweli. Sisi hatuvai suruali ya kukunini. Tena hatuwezi kunini mask. Sisi hatuna corona. Ya mwisho. Sisi nataka tuwaombe watu wa kampuni yetu hii kubwa inaitwa Bunge la Wananchi. Bunge la Wananchi Kenya mzima. Niliona jana Boss wana aliongea. It's good and left. Not right. It's good and left. It's good and left. Mtu ako na maoni yake. Yeye pia alikuwa na maoni yake. Na ndio maana mimi nataka niwaambie kama uko na support hata kama ni nani. Wewe support dakika hizo. Benye na Boss wana support. Ako na right ya kusupport mtu. Mtu asiongea ati sasa ameenda kando sio nini. Hakuna. Hakuna. Hata mimi niko na right ya kusupport mwenye nataka. Hata hiyo mwenye babu mwenye Boss wana support sio mimi ndio na support. Mimi naweza mpiga kwa siasa. Mimi nataka niwaambie watu wa bunge. Tumewahi sisi kama watu wa bunge tumewahi tumiwa mara mingi na hii watu wetu wadosi wetu yani wenye wanataka presidential, wenye wanataka wabunge, wanataka MCA, wanataka nini. Asa hapa Nakuru County. Hapa Nakuru County tuko bure kabisa. Wazi bure. Ndio maana tunatafuta wenye wanakuja kutusaidia. Na kama ingekuwa ndio uwezo wangu, tungeweka hii watu wa bunge la wananchi waongoze hapa. Juu sababu wao wengine wanatoka mahali pengine. Hakuna. Hao watu wanatudanganya, wanakuja kuradi nyumba ya 2500 hapa anatuambia ati mimi ni mtu hapa. Umempea kura anarudi Mombasa. Wangati wamekuwa foolish. Sisi. Yeye amerevuka anakula msara huko. Si unataka tuna MC, hatuna mbunge, hatuna governor, hatuna senator. So ukitaka senator, kuja kabunge la wananchi, uandazi wewe. Mambo na kingpin haianze na mtu mkubwa. Ndio maana unaona Oburu Odinga alikuwa kwa kaburi hiyo miaka yote. Kwa sababu angeinuka kuwa kingpin wa Nyanza na Mungu alikuwa amechagua kijana mdogo akuwe kingpin. Sasa baada huyo kijana kukufa, sasa mzee mwenye ana power anainuka. Ukiangalia Babu Owino kwa familia hiyo ndio kingpin venye huyo anakuja. Ukiangalia Babu Owino si mkubwa kwao. Yeye ni kijana mdogo kwa familia, kuna wakubwa ambao wanamfuata, ambao yeye anafuata.
lakini si unaona ameinuka kwa familia yao. Hebu ona familia ya Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ameongoza hii taifa na sio kijana wa Kenyatta wa kwanza. Amekuwa kingpin wa Mlima, akakuwa rais kwa sababu hajakuwa kijana wa kwanza. Hebu fuatilia historia ya Rigathi Gachagua. Sasa ni kingpin wa Mlima na si kijana wa kwanza. Kwa hivyo mnatuambia Oburu Odinga tunataka kuwe kingpin wa Luo. Kwani amekuwa miaka yote ndio sasa anainuka. Sasa Oburu Odinga anatuongoza na tupeleka wapi? Hata ajue chama Odinga ilipigiwa wakati Odinga alikuwa anaunda chama Raila, yeye alikuwa kwa street. Yeye akili ilikuwa hako anafanya anatumia akili, hako anaendelea vizuri. Lakini baada ya chama kufomiwa, Raila kishakufa, hata sasa anainuka. Hatuwezi enda na hii moto kidogo ya Oburu ambaye anajaribu kuwasha na yezi katupeleka mahali. Tunataka niwaambie watu wa Nyanza, wakina Raymond Omolo, nataka niwaambie mnafanya makosa sana if you are fighting your fellow youth, because we've come to understand that you are being used because there is something you are getting from this regime. But we want to warn you, Raymond Omolo, because you are working with these people who are inept, people who are incompetent, people who cannot take us anywhere to lead us as Luo. We cannot accept someone like Mbadi. Even when he stands before people, he has no agenda to tell people. He's just abusing Baba. He's just mocking Babu and saying evil things about Babu. Lakini muliona what happened pale Emalemba. Muliona vizuri kwamba Babu Owino wakati alishuka tu pale Emalemba na Sifuna, ile wevu ilikuwa pale, iliwatisha mpaka mkatupa tear gas ikaisha, mkogopa na mkutano ukaendelea. Hiyo ndio spirit ya Baba. Na hiyo siku Baba alikuwa ameamuka. Uliona venye Baba alikuwa anazungumza kwa Sifuna. Na Baba aliambia Sifuna wakati umeandika mimi ndio Sifuna, usikose kuniwekea logo yangu kama Raila Amolo Odinga. Sasa kwa hivyo Raila alikuwa ameenda na Sifuna kwa kifua na akasema mimi hata wakati nilikuwa nataka kuwa kingpin hakuna mwenye alinichagua na nimechagua Babu Owino bila kuambia mtu. Babu lazima achore jina lake pale na weke logo kama Babu. Bila Babu hakuna mtu ambaye anaweza na mahali Babu, kwa sababu tuliona Raila akizungumza kwa hawa vijana. And we are here to tell you old men, we have gone with this era. We are not going back to the previous mistakes. We want to move on to have a new Kenya because the leaders have now risen up. The leaders to lead this nation. So we cannot go with old men. Old men, they only know about their stomachs. They are only tumbocrats. So today Oburu Odinga is just, his stomach's big and he cannot even stand before people to address the public. But we have young people who are vibrant, who are vigorous, who are rigorous, who can stand before people and articulate things in a way that people can understand. Leave these people who are inept. These people cannot even use their common sense. They want to address people. As I wind up, I want to say one thing. People today are abusing Babu Owino. The Babu Owino is not a Luo. Babu Owino is just like me. And if you hear these people who are speaking, all of them, because they are black, now they are now doing what you call racial discrimination. We are not going to allow. We know that Babu Owino is a Luo. He comes from Uyoma. And people from Siaya must lead. That's why you see he's working with Orengo, an intelligent man who understands a lot of things concerning this Kenya. Orengo will lead Babu Owino. Orengo will show Babu Owino and Sifuna which way to go. So don't mislead Orengo. Some are abusing Orengo. This Orengo is the one, if you can remember very well, Orengo has stood with Raila for many years. He has fought for Raila for many years. So today, we are discriminating, we are refusing that Orengo cannot lead us. Intelligence that he gave to Raila Amolo Odinga. Because you are there, you want to eat from the government. You are talking after your stomachs. Now you cannot accept what Babu Owino is telling you. We want to tell you, kwamba hata mfanye nini, Babu Owino must arise. Babu Owino has been blessed. In churches he has been prayed for. And we are still praying for Babu Owino. As people, as religious people, we want to pray for our child Babu Owino and Sifuna, that God may keep them for us, because we know if they rise, Kenya also will go to another scale, not the previous scale that we have been. We have been oppressed and oppressed by this evil and these old leaders that have reigned for many years. Now we are rising to raise up kings, because we know these are the kings that we rule, not the old people. Mnafaa mjue kitu kimoja nikimalizeke nataka niseme. I want to say one thing.
I want to tell the Luo people, the Luo community. Luo community mwache wivu. Luo community mwache wivu. Ama Luo. Kwa nini kijana mdogo akiinuka mnasema kama Kingpin akuini voted for, Kingpin akui selected, na Kingpin akiinuka mnaanza kumuoppose kasa ni kijana mdogo. Babu Owino wakati alikuwa maandamano alikuwa mzee. Saa hii wakati ambao kuna kitu kwa meza mnampiga. Babu Owino mara tunapanda juu ya meza, tunapasua meza, meza inaenda Siaya, hiyo meza ikienda Siaya wewe ndio Kingpin. Hao wengine wote ambao watainuka lazima wakufuate. They must follow Babu Owino. Hata kwa Biblia David alikuwa kijana mdogo na aliongozwa kina Eliabu, kina Shama, walikuwa wamejaa, walikuwa wamenona, walikuwa na tumbo kama Oburu Odinga, walikuwa wameshiba kama kina Mbadi, lakini David aliweza kuwa anointed. So from today, Babu and Sifuna has been anointed. They are speaking the voice of Raila Odinga. Raila has risen in the life of Babu Owino, na bila Babu Kenya lazima tutangamia. Babu kwa sababu Babu lazima akuja tutetee kwa adabu.